Nipe nafasi ili nikaleta neno la Mungu, neno la uzima. Nataka kwanza tuombe kabla sijalisoma neno ambalo Mungu amenipea jioni ya leo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya jioni njema. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante Mungu wa neema, ni kwa ajili ya nafasi hii Baba yangu umenipea ili nikaweza kuleta neno lako. Ninaomba ukanitumie tu kama chombo kuleta neno lako, mfalme aishie milele. Naomba uwepo wako mahali hapa, naomba nguvu zako, hekima na ufahamu wako Bwana ukanishukie nyakati hizi. Ninatubu kila uovu wote katika jina la Yesu Kristo, ili Mungu ukanitumie jioni ya leo kubariki watoto wako na kuwatia nguvu kupitia neno lako, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Karibu ndugu yangu na dada yangu, tunapogawa mkate huu wa uzima. Neno ambalo nataka tulitafakari jioni ya leo ni kutoka Zaburi 136, na shabaha yetu ama kichwa ya maneno yetu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametutenda mambo mema na ambaye ametutoa umbali ambao ametutoa mimi na wewe, ili tukaweza kumpa sifa na shukrani. Nitasoma neno la Mungu, Mungu akinisaidia. Aya ya kwanza, Zaburi 136 inasema, mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Ndiye peke yake atendaye makuu na ya ajabu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndiye aliziumba mbingu kwa hekima, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Ndiye aliyetengeneza nchi juu ya vilindi vya maji, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Ndiye aliumba jua, mwezi na nyota, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Jua la tawala mchana, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Mwezi na nyota vya tawala usiku, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Ndiye aliyewaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Akawaondoa watu wa Israeli kutoka huko, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Haya 12, kwa mkono wake wenye nguvu na enzi, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Nitaachia 13 ambayo ninaisoma. Ndiye aliyegawa bahari ya Shamu mbili, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Asanti ndugu yangu na dada yangu, wewe ambaye unanitazama. Neno hili ama Zaburi hii mwenye kuiandika hakika alikuwa na mambo mengi, alikuwa na uzoefu. Ukiona aya ya kwanza mpaka 4 anatoa chorus ya kumshukuru Mungu kwa mambo yale Mungu alikuwa ametenda, na hakika alikuwa ameona Mungu katika mambo haya, ndiposa anajawa na shukurani kwa matendo ambaye Mungu alikuwa amemtendea. Na jioni ya leo, rafiki yangu na mpendwa, nataka tuwaze ama tutafakari. Mara nyingi Mungu ametutendea mambo maishani mwetu. Mara mingi tumemulilia Mungu na njia moja ama nyingine, lakini mioyo yetu inafika wakati mwingine tunakosa shukrani. Wacha nikurudishe nyuma tu kidogo, mahali tulikuwa katika nchi yetu, mambo ya uchaguzi. Tulikuwa tumemulilia Mungu, wapendo wengi walimulilia Mungu tuwe na uchaguzi wa amani, tuwe na uchaguzi ambao hauna hali ya kuharibu mali. Na Mungu huyu hakika, kwa sababu yeye tunamuita tukiwa chini na yeye akiwa mbinguni, na anatusikia, na akatenda mambo yale tulikuwa tumemuomba. Na ninashukuru Bwana, ni kwa sababu ya ndugu na dada, wewe ulipata nafasi ya kuona Mungu kuna nafasi ile alichukua katika nchi yetu, na ukawa na nafasi ya kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia moja ama nyingine, sio kwa nchi tu,
Chukua wewe binafsi, ndugu yangu, tunajua mawe ile ambaye Mungu alitukata sisi, alituokoa. Tukikumbuka wana wa Israeli hawa, tunaambiwa mambo yake vile Mungu aligawa bahari ya Shamu na wakapita kama nchi kavu, na Wamisri wakati walijaribu kuingia wote wakamalizwa. Wazaliwa wa kwanza walimalizwa nchi ya Misri, lakini Mungu akahifadhi wana wa Israeli. Wakati kulikuwa na kilio ng'ambo ile nyingine, nchi ya Misri ama wana wa Israeli, nchi yao ilikuwa na amani. Tuseme nini ndugu yangu kwa njia ya kifupi? Ama Mungu ametuletea neno hili jioni ya leo ili tufanye nini? Ili ni mimi na wewe tuweze kujirudia na tutafakari mambo yale Bwana ametutendea. Haleluya! Ni makuu, ni mambo ya ajabu, ni mambo ya nguvu yale Bwana ametutendea. Angalia wakati tulikuwa hatuna majina. Angalia wakati watu walikuwa wametutupia mikono. Angalia wakati watu walikuwa wametuhesabia siku ama miezi na kuona hapo tunamalizika ama tunaenda kuisha. Lakini Bwana akarudi akatushikilia. Bwana akarudi akatusimamisha. Tukamulilia Mungu huyu, muumba wa mbingu na nchi. Tukamulilia Mungu wa Abrahamu, baba yetu wa imani. Tukamulilia na akatukomboa. Ndiye nakuletea habari hii jioni ya leo kukutia nguvu na kukukumbusha, ndugu yangu na dada yangu, mahali ulipo wewe uwe unamtolea Mungu shukurani mara ngapi? Hata wakati unapomuita, na hakika anakuja, anakuitika. Wakati anatengeneza njia mahali hapana njia. Wakati unaangalia mbele unaona giza. Sijui kama ni mahali pako pa kazi. Sijui kama ni katika boma lako. Sijui ni kama ni kwa watoto. Sijui kama ni kwa mume wako. Sijui kama ni kwa mke wako. Ni sehemu gani ambayo umepita ukiangalia giza, na wakati ulikuwa umemuita Mungu, Mungu akakuitika. Jioni ya leo tumekuja ili tukajikumbushe kumshukuru Mungu na kumpa nafasi yake. Huyu mwenye kuumba mbingu na nchi, aliweka jua, na mahali aliweka hakuna Mungu mwingine anaweza badilisha. Mahali aliweka mwezi hakuna Mungu mwingine anaweza badilisha. Ni kwa sababu gani? Neno la Mungu linatukumbusha yeye ni Mungu wa miungu. Huyu ni Bwana wa mabwana. Bwana apewe utukufu wote. Ndiposa jioni ya leo tumekuja ili dada yangu na ndugu yangu tukajikumbushe matendo ya Mungu yale ametutendea, ili tukaweza kuanguka chini na shukurani katika mioyo yetu. Tuwe si watu wa kulalamika kila wakati, kuona hili jambo halijatendeka, kuona pengine umengoja, umekawia sana, labda maombi yako hayajajibiwa. Lakini Bwana jioni ya leo amekuja kutukumbusha, ndugu na dada yangu, ili tukaweze kutoa dhabihu ya shukurani kwa muumba wetu kwa mambo yale ametutendea. Kwanza, kuwa na pumzi, kipawa cha uhai, uzima wa mwili, tuna afya nzuri. Mimi na wewe tunatembea na miguu, sisi tunawaza vizuri, ila kwamba tunajua kuna wengine hawajiwezi. Tunajua kuna watu hawajimudu kabisa. Kuna wengine hata kujitoa kwa kitanda hawawezi. Lakini Bwana, mimi na wewe, ametupa rehema. Ni kwa sababu fadhili zake ni za milele. Bwana apewe utukufu wote. Fadhili za Mungu huyu zadumu milele. Nasi anatukumbusha jioni ya leo tukawe watu wa kujawa na shukurani katika mioyo yetu, tukikumbuka matendo yake makuu yale ametutendea. Jamani, mimi na wewe, ili tukaweza kumtolea Mungu wetu shukurani. Ni jambo gani ngumu ambalo hilo unaona haliwezekani? Ni mambo gani hayo Mungu huyu hawezi? Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu huyu amekubeba na amenibeba mimi na wewe pia. Ametuleta umbali huu. Wengi wetu, wengine wale pengine tulizaliwa nao hawamo, wengine tuliingia nao mwakani huu hawamo, lakini mimi na wewe tupo, tuna pumzi na tunatembea na tunafanya shughuli zetu. Tuna kila jambo la kumshukuru Mungu
ndugu na dada yangu, tuwe watu wa kujawa na shukurani katika mioyo yetu. Na ni jambo gani ambalo hilo unaona haliwezekani? Mwanzo 18, nataka nisome haya moja hapa tena ya kutukumbusha na kututia nguvu katika safari hii. Pengine kama vile nimesema, umeangalia mbele ukaona giza, umeangalia mbele ukaona hapana njia, lakini Mungu huyu, Mungu ambaye tunaamini, Mungu huyu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, hakuna jambo aliwezekani kwake. Mwanzo 18 haya yake ya 14, Mungu anazungumza na mtumishi wake Abrahamu. Wakati huu sikia neno la Mungu vile linasema, je, kuna jambo lolote lisilowezekana kwa Mwenyezi Mungu? Ni swali. Nitakurudia wakati uliopangwa, wakati kama huu mwakani, na Sarai atakuwa na mtoto wa kiume. Hii andiko ni wakati Abrahamu alitokelezewa na malaika na wakamwambia atapata mtoto. Wakati walikuwa wamekaa na mkewe kwa miaka mingi mpaka wakaingia uzeeni pasipo na mtoto. Na Mungu anazungumza katika haya hiyo, anauliza swali, je, kuna jambo lolote lisilowezekana kwa Mwenyezi Mungu? Nafikiri jambo ama swali hilo linaingia kwangu na kwako pia jioni ya leo. Ndugu yangu na dada yangu, pengine umepitia hali kavu, pengine umepitia kungumu. Tunaangalia maisha vile hiko, economy yetu iko chini kuna ungumu wa maisha, lakini nakuja kukutia moyo pia, nikijitia moyo jioni ya leo hata nami. Ni jambo gani haliwezekani kwa Mwenyezi Mungu? Huyu mwenye aliumba mbingu na nchi, akasimamisha misingi ya dunia. Ni jambo lipi lililo ngumu? Ni swali. Hakika Bwana alitimiza ahadi ile alikuwa amemwambia mtumishi wake Abrahamu, na wakati ulipofika hakika alipata mtoto wa kiume. Bwana anazungumza nasi, ananizungumzia na pia anakuzungumzia. Wakati umeomba, pengine umeomba muda mrefu, lakini wakati hujafika. Kuna maombi ya kujibiwa saa hiyo hiyo, kuna maombi ya kungoja. Na sasa tukiambiwa tungoje, tusiwe watu wa kulalamika, kwa sababu kulalamika pia ni dhambi. Mungu wetu anataka tumtolee shukurani kila wakati. Kila wakati tumejawa na shukurani katika mioyo yetu. Nimeguzia mambo ya boma. Wakati huu wewe pengine ni mzazi, watoto wako umeona vile maono yako vile ulikuwa unawaelekeza, na maombi yako vile ulikuwa unataka waende, pengine watembee vile. Na kuja kukutia moyo jioni ya leo, wakati ukifika Mungu atakurudia na kuzungumza na watoto hawa. Usipotelee hapo na kulalamika, endelea kumshukuru Mungu katika hali hiyo. Na yeye Bwana ni Bwana wa uwezo. Yeye ni Mungu hashindwi. Kama alitengenezea wana wa Israeli njia baharini na wakapita kama nchi kavu, hata wewe na mimi tumpe mahitaji yetu, tumkabidhi maombi yetu, tumulilie Bwana na tumuamini yeye peke yake. Naye yeye ni mwaminifu. Yeye hatatuangusha na hatawacha tuaibike. Ni kwa sababu ni ahadi yake. Bwana apewe utukufu wote. Jioni ya leo tumpe Mungu mahitaji yetu, tumkabidhi mambo yetu hayo ambayo tunaangalia tunaona mbele ni ukuta. Pengine unaangalia unaona giza. Bwana yeye ndiyo nuru ya ulimwengu. Tumkabidhi kila hitaji, na yeye ni mwaminifu na hakika atatembea pamoja na sisi. Ombi langu jioni ya leo ni tumkabidhi Mungu kila hitaji. Jambo ambalo tunaweza kufanya makosa ni kumkabidhi mambo yetu nusu nusu. Tunaona kuna mengine tunaweza na kuna mengine hatuwezi. Bwana yeye atakagi vuguvugu, si moto si baridi. Tukimwamini tumkabidhi mahitaji yetu, na uaminifu wetu wote uwe kwake.
naye hakika ndugu na dada yangu, hata tuangusha. Bwana ataendelea kutuinua, ataendelea kutubariki na ataendelea kututenda mema. Bwana apewe sifa zote, ni kwa sababu yeye ni Mungu ambaye huwa anasikia kilio na hata maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya kurudishia Mungu shukurani. Tuna mambo mengi ya kumshukuru Mungu. Watoto wako wamesoma kutoka chekechea, wengine wamemaliza, wengine wako chuoni. Ukiangalia mafikira yako, kirudisha mafikira yako kule umetoka, uje unaona Mungu, na ukimuona unafanya nini? Bwana anahitaji tuwe na shukurani katika mioyo yetu na kumwambia ni asante. Baba, ni umbali huu tumetembea ni wewe. Wewe ndio umetuwezesha. Mungu wetu tunakutumainia. Bwana wetu tunakungoja. Ni kwa sababu wewe hakika unatupenda. Bwana apewe sifa na utukufu wote. Bwana alitupenda kabla hatujampenda, na ndiposa akatuokoa mimi na wewe, dada yangu na ndugu yangu. Kwa hivyo tuendelee kushikilia imani yetu. Wakati huu kuna hali ya kutoaminika, kuna hali ya kutoeleweka. Tusimame na imani yetu kwa Mungu wetu, naye hakika atatubariki na atatutenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye aliangusha falme kwa wana wa Israeli hawa. Obstacles walikuwa nazo nyingi. Walipigana na mambo mengi. Inchi ziliwainukia, falme nyingi ziliwainukia. Lakini Bwana huyu mwenye alikuwa amewakomboa katika nchi ya utumwa hakuangusha, hakuwaacha. Na ndiposa jioni ya leo, dada yangu na ndugu yangu, nimekuja kukumbusha aje, Mungu huyu hatatuacha kamwe. Amen. Mungu huyu hatatuacha. Na usitupe mikono. Usitupe mikono mahali umefika. Bwana hatakuacha na hata kupungukia. Bora tu utaendelea na mbele na kushikilia. Bwana ataendelea kukupigania. Mungu ataendelea kukupigania na kukusimamisha. Ni kwa sababu kama vile alipigania watoto hawa wa Israeli, naye pia ataendelea kutusimamisha kama wateule wake. Mungu aliwachagua kule walikuwa utumwani na akawafanya wawe falme moja ya kutembea pamoja nao na yeye. Nasi jioni ya leo, ombi langu na unyenyekevu na upendo mwingi, tuendelee kumtolea Mungu wetu shukurani. Baba yetu anataka shukurani katika mioyo yetu. Wengi wale walikombolewa katika nchi ya Misri wao kufika nchi ya Kanani, na wengi waliuawa kwa sababu ya kulalamika, kunungunika. Tumenungunika mara ngapi? Mimi na wewe tumenungunika mara ngapi? Wakati mambo yamekataa kwenda vile tulikuwa tumekusudia, tumenungunika mara ngapi? Ni dhambi ya kutubu jioni ya leo, na tumtolee Mungu shukurani katika mioyo yetu. Na yeye, ninaamini Bwana atatembea pamoja nasi. Huyu ni Mungu wa ajabu. Hakika kama vile niliguzia vitu vile aliumba, nyota, mwezi, jua, mahali alifix, hakuna Mungu mwingine anaweza kubadilisha. Huyu ni Mungu tunastahili kuinama mbele zake kila wakati na kujua mambo yale ametenda na yale tumeona akitutendea. Hata yale hajatenda tuamini na tuwe tunajawa na shukurani. Naye Bwana wetu ataendelea kutubariki na ataendelea kututenda mema. Ombi langu ni Bwana aendelee kutusaidia kuwa watu wa shukurani. Hata mambo wakati yameenda, mimi najua mambo haya hayawezekani na mwili na damu, lakini Roho wa Mungu ambaye tuliachiwa akiwa msaidizi wetu atatuwezesha kutembea, atatutia nguvu ya kutembea na kumtumainia Bwana. Naye kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu, na ninaamini hata tuachilia, ataendelea kutubariki na kututenda mema manyumbani mwetu, kazini mwetu, mahali popote tutakuwa tukienda. Kazi yetu ya mikono ataibariki, watoto wetu atatubarikia. Tuendelee tu kumuomba Bwana. Hata wale wametoka katika njia, tuendelee tu kumulilia Bwana, kwa sababu yeye ndiye anaweza kuzungumza na maisha ya watoto wao na wakabadilika. Angalia hata wewe vile ulikuwa, kwa sababu hukuzaliwa kama umeokoka, hukuzaliwa kama umemjua Mungu,
lakini Bwana alikurehemu na pia hata nami akanirehemu. Kwa hivyo tusikate tamaa katika ungumu wote ule tunapitia. Hiyo ndio ilikuwa kusudi la mwana wa Mungu kuja, ili akaweza kutusaidia sisi kwa udhaifu na unyonge wetu, katika jina la Yesu Kristo. Yale hatuwezi, Bwana anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hatungeliweza kweli, tulijaribu na nguvu zetu na hekima zetu za kibinadamu, lakini hatukuweza. Lakini wakati tulisurrender maisha yetu kwa Yesu Kristo, alitukomboa na akatuokoa na akatupa matumaini, akatupa hekima na ufahamu wa mbinguni. Ndiposa ndugu na dada yangu, mimi nasikia tu kukuambia tusikose kuwa na shukurani katika mioyo yetu kila wakati. Na sisemi dharuba na mawimbi hata kuweko, yatakuwa, lakini mwenye kutuliza bahari ni nani? Ni mwana wa Mungu. Ikiwa tu tutamuita tukiwa na shukurani, ikiwa imejaa katika mioyo yetu. Yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ni Mungu wa miungu, na hakika ahadi zake ni za kweli, katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee kumshikilia Bwana, tuendelee kumtumainia Mungu, na yeye hatatuangusha, yeye hatatuachilia. Tutaendelea na tutazidi kuimba sifa zake na utukufu wake katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wapendwa wale walishukuru Mungu kwa sababu ya election ambaye kama vile niliguzia hapo mwanzo nikianza. Wale walishukuru Mungu kwa sababu ya kuona mkono wa Mungu katika nchi yetu. Mambo mengi pengine yangetokea, lakini wapendwa wale walisimama katika kuomba na kumulilia Mungu, kama vile Abrahamu alimulilia Mungu wakati wa Sodoma na Gomora, na kukawa nyumba ya Lot ama Ruto iliokolewa. Kwa hivyo tuendelee kumuita Mungu na kumshukuru yeye. Yeye ni mwema, fadhili zake zadumu milele. Tukiweza kuwa na shukurani kama za mwandishi huyu, itakuwa ni vema kila wakati. Na vile utaendelea kumshukuru Mungu, Mungu naye ndiye atazidi kufungua njia zako. Bwana, wakati utaendelea kumuinua hata kwa ungumu huo, hata kwa jangwa hiyo ambayo unapita, Bwana naye atateremka na kujidhihirisha. Ikiwa tu hatutakuwa watu wa kunungunika, ikiwa tu hatutakuwa watu wa kulalamika. Shetani huwa anakuja kwa sababu yeye kazi yake ni kama simba agurumaye, yeye akitafuta mawindo. Lakini nasi tuwe na hekima ya kumshukuru Bwana, naye Mungu wetu hakika atatembea pamoja nasi, ikiwa tutajawa na shukurani katika mioyo yetu. Letu ni kumshukuru Mungu. Mimi najua watoto wametoka shuleni wanakuja, wengine wazazi wengi wanalalamika, wamenungunika. Mungu huyo mwenye alianza na wewe, mshukuru. Ni kwa sababu ya hali hiyo atatengeneza. Fedha na dhahabu ni zake, tumtumainie Bwana. Hakika tukiangalia kama wanadamu tunaona ni ngumu, lakini Mungu wa miujiza huyu alitenda miujiza hii, alitendea wana wa Israeli hawa. Yeye hajabadilika, kwa sababu neno linasema Mungu vile alikuwa jana, leo na hata milele, yeye hako vile vile. Tumtumainie Mungu huyu. Ni kwa sababu yeye sio binadamu, yeye abadiliki, azungumuzi uongo. Ahadi zake ni za kweli. Tusimame na neno la Mungu wapendwa, na tuwe na shukurani katika mioyo yetu. Hali ambayo tunapita ni ngumu, lakini utakimbia wapi? Msaada wetu watoka wapi? Tuseme kama Daudi huyu mwenye Saburi, msaada wetu unatoka tu kwa Bwana mwenye kuumba mbingu na nchi. Msaada wetu utatoka tu kwa Bwana. Yeye ndiye rafiki wa karibu ambaye hawezi kutuacha kila wakati. Ni ombi langu na upendo mwingi na unyenyekevu, tukashikilie neno la Mungu na tuwe na shukurani katika mioyo yetu kwa mambo yale Bwana ametutendea. Pengine unapitia magonjwa. Unaweza kuwa pengine unapitia magonjwa, umekata tamaa. Mimi sijui, nakuja tu kukutia moyo kuwa na shukurani kwa Mungu huyu. Anaweza, yeye ni mponyaji. Kupitia mapigo yake Yesu Kristo, mijeledi ile alipigwa ili sisi tukaweze kupona. Ni nyumba kwa boma yako unapita ungumu, yeye Bwana anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kazini pako
unaona ni kama hautaendelea, jitie moyo. Kuwa na shukrani kwa Bwana. Shukuru Mungu katika hali hiyo. Kwa sababu neno linasema tushukuru Mungu kila wakati. Kila wakati, si wakati tu tumepata mazuri. Tumshukuru Bwana kila wakati. Na yeye Mungu wetu atatenda, yeye ni mwaminifu. Tumkabidhi mahitaji yetu katika maombi. Na yeye Mungu atatengeneza. Bwana atasikia kilio chetu. Na tutatokea ng'ambo ile nyingine tukiwa na shukrani. Tutatokea ng'ambo ile nyingine tukiwa na hali ya kulitukuza jina la Mungu. Wengi walituhesabia kama siku, kama vile nilisema, maadui zetu wametuzingira. Huyo hatapita hapo. Pengine huyo ataishia hapo. Lakini wanaonaga tu tukitembea. Na watuelewi. Na inastahili wakae hivyo, kwa sababu sisi hatutembei na nguvu zetu. Hatuendi kwa ajili ya hekima yetu. Tuna Mungu ambaye tunamuita tukiwa chini, na yeye akiwa mbinguni anasikia maombi yetu na kilio chetu. Na hiyo ndio huwa inatutia moyo ya kutembea siku baada ya siku nyingine. Hatupapasi. Tunajua kule tumetoka, mahali tumefika, na kule tunaenda. Hatuendi tu hivi kwa sababu watu wanasema wanaenda. So my brother and my sister, mahali popote ulipo, simama na shukurani. Challenges ziko, hasa wakati shetani amejiinua katika boma. Unaona mzazi kweli amesacrifice kabisa. Hata nguo havai vile watu warikake pengine wanavaa, atengeneze maisha ya mtoto, lakini mtoto anamwangusha. Utalia hapo mpaka lini? Au umeangushwa? Kweli umeangushwa, nimeangushwa, ndio. Utalia mpaka lini? Amuka hapo na shukurani na kumuita Mungu. Na moyo wako ujae nguvu na furaha na amani. Ni kwa sababu kuna Mungu mbinguni mwenye utengeneza njia pasipo njia. Message yangu jioni ya leo ni kukuja kukutia nguvu, dada yangu na rafiki yangu, mahali popote ulipo. Bwana anaweza. Kama alimpa Abrahamu mtoto na mke wake. Pengine watu walikuwa wamezungumza mambo mengi kama vile watu wanatuzungumza hata nyakati hizi.